na Yesu kwa viwango visivyo vya kawaida. Kwa nikiwa nimesimama tu hapa, nasimama kama shuhuda. Mimi ni moja ya shuhuda ya washuhudiaji juu ya neema ya Mungu, kwa sababu hata hapa Kayanga, pamoja na hayo, kuna mtu anamvunja moyo mwenzake, kuna mtu anamkasha tamaa kulingana na yale anayopitia. Wakati mwingine Israeli zinamvunja moyo na kumwonyesha mwelekeo wa kuendelea haupo, kwa analiona giza tororo, giza tororo zito mbele ya macho yake. Nani amfariji? Hayupo. Nani amtetee? Hayupo. Wakati mwingine ndio hivyo, wanaenda kutafuta msaada. Misaada mingine ilifikiwa kwa ya kiroho, lakini hata upate wa msaada unahitaji fedha. Kwa bado ni kama tatizo juu ya tatizo lingine. Lakini jioni ya leo nimesimama hapa kama shuhuda wa ufalme wa Mungu wetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama hapa kama shuhuda ya kwamba Mungu wetu yu hai, Mwokozi yu hai, Mungu anayetuwazia mema yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu mwenyewe kutoka huko mbali ambako umejifungia. Mimi naweza nasema mbali, kwa sababu mbali ya tafsiri za Biblia, mbali sio kwamba mtu asikike anakaa Ruzinga kwamba hiyo ndiyo mbali, kwamba mtu asikike ya kwamba anakaa si wapi kule kwamba ndiyo mbali. Hapana, mtu anaweza akawa kabisa ng'ambo ya barabara, lakini yuko mbali sana na Mungu. Mtu anaweza akawa tu kama hapa ananisikiliza, lakini kumbe yuko mbali mno. Kinachoondoa umbali ni yule mtu kuamua kumwamini Yesu. Unapomwamini Yesu, umbali unatoweka. Haleluya! Umbali wa kuona msaada, umbali wa neema yako, umbali wa ushindi wako unaondoka kabisa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, tukiombea watu, mimi niko tu Bushangalo kabisa ya kule nyumbani kwetu huko, halafu mtu anakupigia simu yuko Dar es Salaam, anakwambia hali yake sio njema, ana shida kabisa kubwa. Unatamka tu neno la neema juu ya mtu kwa njia ya simu, huko nasikia shuhuda, nimepona. Sasa umbali kwa Mungu ni nini? Sasa umbali kwa Mungu ni mtu kutokuamua kuokoka. Anapoacha kuamua kuokoka, anatengeneza umbali, anatengeneza umbali wa afya yake, umbali wa amani yake, umbali wa uzima wake. Sema amina. Nazungumza, ondoa umbali, karibia Yesu Kristo, karibia Mwokozi, karibia uzima. Haleluya, 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 haleluya. Wao wanaamini hivyo. Silo tu, nimeona watu wako mbali kwa njia ya simu. Nimeona Mungu akifungua magonjwa makubwa, Mungu akirudisha uhai ulioibiwa, akirudisha neema ya mtu ilikuwa haipo tena kwa njia ya simu. Yuko mbali, anazungumza kule kusikia sauti pamoja na umbali, lakini kwa kuwa amekubali, Mungu anamtendea makubwa. Mtu mmoja aseme amina. Alizungumza mama mmoja kwenye simu, kamwambia mama, wewe cha kwako ni hiki, amini Yesu, amini Yesu. Hapo ulikosimama kwa njia ya simu hii, umesimama na simu yako, nikamwambia Mungu yuko na wewe hapo hapo. Kwa hiyo ulichotakiwa kufikiri vema ni kuamini mtetezi wako yu hai. Sasa baada ya hapo, mimi nachofanya ni kuunganisha mtandao. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji waliosimama hapa, mhubiri anaposimama hapa, kazi yake ni kuunganisha. Sema amina. Sisi ni viunganishi. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna mwanadamu anajiuliza Yehova yu wapi, anajiuliza Bwana yu wapi, tuko hapa, viunganishi vya Bwana. Haleluya. Unapokutana nasi, unaunganishwa na Mwokozi, unaunganishwa na Bwana. Sema amina. Na unakuwa ni mwanzo wa muujiza wako. Sema amina. Jamani, sema amina. Kwa nazungumza na watu wa mbali,
Na alichoshangaa yule mama bana kumwambia maneno machache, kanena baba mchaji naamini. Nikamwambia kama waamini sasa, ngoja nimwambie Yesu aliye karibu na wewe, huyo ndiye atakuwekea mkono jioni ya leo, kwa sababu mimi niko mbali kwa mwili siwezi kufikia, ila Yesu ataweka mkono juu yako. Nilipomwongoza sala ya toba, huyu mama nakiri tunakukubali. Baada ya sala ya toba vyepesi nikazungumza, nasema wewe shetani, kwa sauti inayopenya ndani ya sikio la huyu mwanamke, na kuapisha uliyemkamata, uliyemtesa, nyanyuka. Nilisikia kama neema ilikuwa hiyo ya mwisho. Baada ya kuema akadondoka. Nilichoisha kusikia ilikuwa asia kelele ya kwenye simu, yo hai naungua, na nasikia kelele. Mama nilikuwa namwambia amepoteza fahamu, ila sasa pepo wanapiga kelele. Nikasema waona sasa watu kuanza kwao, wanajitesa wao wenyewe, wanajichosha wao wenyewe, wanaweka umbali. Umbali ni kutokuamini. Unapomwamini Mwokozi tayari umeondoa umbali. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako unapendwa na Bwana. Mwambie jirani yako unapendwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitabu hiki cha Yohana sura ya 5, kwa sababu nimesikia nabii hapa anasema tukonge hapa afu kesho wote niwalete imani mwa Bwana. Sasa nizungumze ya machache. Kitabu cha Yohana sura ya 5, ule mstari wa 2 kuelekea wa mstari hapa kama kuelekea kama wa 9, unasema hivi kwamba na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, hapa Kayanga. Haleluya. Nayo inayo matao 5. Ndani yao ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa waliokuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopoza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Yesu yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu akunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda nayo. Ilikuwa ni siku ya Sabato siku hiyo. Moja aseme amina. Nimalizia kitabu cha Luka sura 17 mstari wa 11. Mstari wa 11. Biblia inasema ikawa walipokuwa njiani wakaenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enenda mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona ya kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu akamwambia, inuka uende zako, imani yako imekuokoa. Mahali pengine anasema usione msiba wako tena, katika jina la Yesu Bwana.
mafuta neno lako Bwana, lijaze nguvu za Roho, ili neno liende kama miali ya moto. Kuna mtu Mungu wa Israeli hata leo utasema naye Mungu, kwa jina la Yesu ninaamini kama ulivyokusudia juu ya maisha mtu huyo ambaye kwa mbali anapokea sauti, kwa mbali anasikia. Bwana, sema nao leo kwa jina la Yesu. Shetani, ibilisi na mnyamazisha, roho ya zamani, roho ya pepo, roho ya mzimu na uchawi na uganga, nyamaza kimya. Mkono wa Bwana unapita hapa. Asante Bwana kwa sababu upo kutenda ajabu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Haya, simama kidogo kwa sababu